Safari 1025. Yaliandikiwa ripoti na Judge Mark Bomani miaka 21 iliyopita. Yameandikiwa na ripoti na kutengenezewa rasimu na Warioba, na out of that rasimu tukatengenezewa katiba inayopendekezwa miaka 10 iliyopita. Hatuendi kuanza upya, tuna mahali pa kuanzia. Lakini ili tuanze na ili tukamilishe tunahitaji regime change. Unanifahamu? Sasa haitaweza, ukiangalia tu hali halisi ilivyo, hakuna regime change. Lakini lazima tuanze pressure. Lazima tuanze uhamasishaji ambao hatujawahi kuufanya katika historia ya nchi hii. Bila uhamasishaji ambao hatujawahi kuufanya katika historia ya nchi hii haitawezekana. Ila uchaguzi tutafanya. Nani anayesema? Sisi tumesema no reform, no election. Kwa nini tuende kwenye uchaguzi? Nimuuliza hivyo kwa sababu umesema kwamba haitawezekana. Haitawezekana. Tutapambana, tutakuwa kwenye uwanja wa katika upambanaji huo. Nini kikifanyika uchaguzi utafanyika? Kufanyike vile kitu wanakiita marekebisho muhimu ya mfumo wa uchaguzi. Yanahitaji kubadilisha katiba kwenye maeneo yanayohusiana na mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo baadhi ya vifungu vya sheria vya katiba inahitaji amendment ya katiba kwenye masuala yote yanayohusu uchaguzi, ambalo hilo linawezekana ndani ya muda huo miezi 8. Inahitaji nguvu ya ajabu. Linawezekana kufanyika? Linapita kupiganiwa. Msipojaribu haitawezekana. Inabidi muingie field. Kwa hiyo kama hatua labda zikianza kwa muda huu ambao mtakuwa mnajipanga na uchaguzi mtafanya, mtashiriki? Hapana. Hatuwezi tukaenda kwenye uchaguzi na utaratibu wa aina hii. Sikiliza. Mimi nasoma sana hii toka 2020 nimejifunza sana masuala ya uchaguzi ya nchi hii. Nimesoma vitu ambavyo mimi ni mjanja sana kwenye masuala haya. Ni mjanja kweli kweli. Nilikuwa nadhani nayafahamu. Lakini hii miaka 4 hii nimejifunza juu ya mambo ya uchaguzi ambayo nilikuwa siyafahamu kabisa. Kila mahali pameharibika. Hakuna sehemu hata moja ambayo ina afadhali. Unanifahamu? Na nimeandikia maeneo yote ya mfumo wetu wa uchaguzi ambayo yameharibika yote. Inabidi tufanye nini? Tufumue yote, tuyatengeneze upya. Unanifahamu? Iwe ni kwenye kutengeneza majimbo ya uchaguzi. Wewe unaishi Dar es Salaam. Dar es Salaam ina watu milioni 6 takriban. Ina majimbo 10 ya uchaguzi. Morogoro ina watu takriban milioni 3 na ushe. Ina majimbo 11 ya uchaguzi. Unanifahamu? Tabora haina watu milioni 3 nafikiri. Nikitumia takwimu halisi za wapiga kura, Tabora ina wapiga kura kwa takwimu za 2020 ina wapiga kura milioni 1.3. Ina majimbo 12. Tanga ina wapiga kura milioni 1.3, majimbo 12. Dar es Salaam ina wapiga kura walioandikishwa na tume milioni 3,427,000, ina majimbo 10. Unguja, Zanzibar yote ina wapiga kura 566,000, ina majimbo 50. Watu 10,600 wanachagua mbunge Zanzibar. Dar es Salaam, Dar es Salaam average ni watu 342,000 ndio wanachagua mbunge mmoja. Jimbo la Temeke lina wapiga kura 478,000. Temeke peke yake ina mbunge mmoja. Zanzibar imezidi Temeke kwa wapiga kura 78 kama 80,000 hivi.
ina wabunge 50. Haya majimbo yametengenezwaje? Kwa hiyo kuna jimbo linaitwa Handeni vijijini, lina wapiga kura 132,000 mbunge mmoja. Kuna jimbo linaitwa Handeni mjini, lina wapiga kura 24,000 mbunge mmoja. Unanifahamu? Mfumo wetu wa uchaguzi umeharibika completely. Ni rotten through and through. Unahitaji kufumuliwa na kuundwa upya. Na hiyo nimezungumzia kwenye majimbo, sijazungumza utaratibu wa uandikishaji wa wapiga kura. Mtu pekee anayejua wapiga kura wa kweli walioandikishwa katika nchi hii ni tume peke yake, kwa sababu tume imekumbatia nini? Taarifa zote. Wanachowapeni ni wanachoamua kuwapeni. Unanifahamu? Hamna uwezo wa kuverify kwa sababu hamna access kwenye server za nini? Za tume. Ukienda Kenya, kila mtu, wewe raia, ukitaka kupata access kwenye server za tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, utapata access. Tanzania vyama vya siasa havina haki hiyo, hakuna yeyote mwenye haki hiyo, ni tume imekumbatia kila kitu. Kwa hiyo wakisema tumeandikisha watu milioni 40, ukuta wameandikisha 25, milioni 15 ni wapiga kura hewa, Mheshimiwa, ambao wanakuja kutumika kufanya nini? Kuiba uchaguzi. Mheshimiwa, mimi ni kushukuru sana. Unanifahamu? Ndio. Sasa yote haya yanahitaji reform. Kwa vyovyote vile, kazi iliyopo na kazi inayohitajika na muda uliopo ni kubwa. Huu muda hautatosha, lakini lazima tuanze. Uchaguzi unaweza kuahirishwa kwa katiba yetu. Kwa katiba yetu uchaguzi unaweza kuahirishwa. Ndio. Kuahirishwa kwa uchaguzi ni nyinyi wapinzani mnaiomba serikali, sio kuiomba, ni kuhakikisha kwamba kuna uhamasishaji wa aina ambayo haijawahi kutokea. Wakijua kwamba nchi haitatawalika bila kufanya marekebisho, watakubali kufanya marekebisho. Ndivyo nchi huwa zinapata katiba za kidemokrasia. Through mass mobilization, sio kwa kuomba. Sawa, Happiness Mafuru pia na swali. Karibu sana. Nina dukuduku kidogo mheshimiwa. Dukuduku linaenda kwa mheshimiwa tena? Natamani mheshimiwa nisaidie hili swali. Mheshimiwa, juzi ulifanya mkutano wako wakati unatangaza nia ya kugombea wenyekiti wa chama. Ndio. Ule mkutano ulifanyika nje ya ofisi. Ndio. Lakini sisi pia tulipata nafasi ya kufanya mahojiano na kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Yeriko Nyerere. Akasema kwamba ule mkutano wako ulifadhiliwa na aliyekuwa mwanachama wa Chadema kisha akatumikia Chama cha Mapinduzi, Peter Msigwa. Je, madai haya yana ukweli? Hayo madai ni madai ya kijinga kabisa. Ya kijinga kwa sababu yanatolewa na mtu ambaye wala haihitaji kufanya nini? Haihitaji kufanya kwenda chuo kikuu kujua hizo pesa zimetokea wapi. Kwa hizo pesa zinakusanywa michango kwenye magrupu ya chama. Unanifahamu? Ndio. Hizo pesa zimechangwa na wanachama wa ndani na nje ya Tanzania. Lakini wanafikiria hivi, ghafla wanamuona Msigwa amekuwa adui yao. Yule Msigwa waliyekuwa wanampigania mpaka anakuwa mgombea pekee wa wenyekiti wa kanda ya nini, leo wanataka kutuaminisha kwamba huyu Msigwa ni adui yao namba 1. Alafu wanataka kuambia Msigwa rafiki yake Lissu. Aliacha lini kuwa rafiki yake Mbowe? Na kwa nini? Na kwa nini? Mimi najua kwa nini. Wanaweza kusema kwa nini? Kwa nini Msigwa ameacha kuwa rafiki wa Mbowe? Wanaweza wakasema. Kwa nini? Muulize. Kama Msigwa ni rafiki yake Lissu,
urafiki wake na Mbowe uliyemfanya wakamtengenezea wepesi kwenye uchaguzi, huo urafiki ulivunjika lini na kwa nini? Ila nyie ni marafiki. Sisi ni marafiki, sijawahi kukana. Na hakulipa. Mimi sio nini. Au alichanga, ndio maana alisema kwamba alilipa. Hakuchanga hata senti moja. Hakuchanga hata senti kwa sababu alisema mpaka vidhibitisho alikuwa navyo. Aliwaonyesha. Kwa sababu mimi niongea kwa njia ya ndio nasema. Ningemwambia okay, hebu tuonyeshe basi. Tuonyeshe basi. Mimi nitaifanya hiyo kazi na nitakutumia. Muulize Yeriko Nyerere tuonyeshe uthibitisho kwamba Msigwa alilipia hii ule ukumbi pale Mlimani City. Nimekufadhili. Unanifahamu? Ndio. Unanifahamu? Ndio. Swala la Msigwa kuwa rafiki yangu hilo wala sije kulikataa, rafiki. Tofauti na wao ambao sasa wanataka tuamini kwa Msigwa ni mtu mbaya sana. Ilikuwaje wakamfanya mwenyekiti mgombea pekee wenye mara 2? Mimi niliyekuwa rafiki yake sikushiriki hayo. Kwa ule uchaguzi ulikuwa na changamoto kweli. No, fikiria tu kwamba hawa watu wanaotaka kusema kwamba Msigwa ni adui yao mkubwa, mara 2 waliondoa wapinzani wake wengine. Walimuondoa Sosopi, walimuondoa Mabukusi huyu ili Msigwa abaki peke yake awe mwenyekiti wa kanda. Leo wanataka kusema huyu ni adui mbaya sana huyu. Kwa nini? Kitu gani? Msigwa anachokizungumza iko sawa. Nasema huo uswahiba wao umevunjika lini na kwa nini? Wakikujibu hilo swali uje uniulize nitakwambia. Mimi nikushukuru sana mheshimiwa, kutokana pia na muda wetu na makameramani hapa naona wananialeti na saa. Mimi nikushukuru sana. Karibu sana. Asante sana, tumepata vitu vizuri na washukuruni kwa kunitembelea nyumbani kwako. Mimi nimeshukuru sana, nimefurahi sana binafsi. Na tutapata picha hapa baadaye. Na samahani hawajanitengenezea chai vijana wangu na watu. Mheshimiwa, hakuna viandazi vidogo vidogo. Kama vile mlivyopewa jana wamekupa maji. Jana nilikuwa maji ya mchana. Kwanza na maji mbona tutafika tumechoka sana. Mimi nikushukuru sana mheshimiwa. Karibu kaka. Sisi ni Global TV, kipindi chetu ni Front Page leo, kwa sababu tunaanza saa 2 tunafanya ofisini. Lakini leo tukasema hapana, tunaenda kwa mheshimiwa tukamalizane naye kule, mambo mengine yaweze kwenda sawa. Tunashukuru sana na nina imani tumepata vitu vingi vipya ambavyo inawezekana pia Watanzania walikuwa wanajiuliza, hata sisi wenyewe. Master pale kakuuliza swali ambalo tulikuwa tunaulizana. Aliniuliza swali nikamwambia ukiniuliza mimi unanikosea sana. Jana nilimwambia